بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ، والله هو المبلغ عن أهل السنة. أفيحارب الحق بالباطل؟ Naam, na vile vile sharika ambayo vile vile nilipendelea nitahadharishe ndugu zangu kuamiliana nayo ni hizi sharikati ambazo zimezagaa katika nchi yetu, ambazo zinaambia watu na kushajisha watu waje wanunue biashara kwao, kisha baada ya hapo ukileta mtu mshiriki wa mpya, kila atakapouzisha kuna percentage ambayo wewe ambaye uliyemleta inakurudilia. Na hii ndiyo sharika ambazo fuqaha muasirun walita al-bay'u al-harami au at-taswiq ash-shabaki au at-taswiq al-harami, marketing de réseau au vente pyramidal na mfano wazo. Hizi ni msamiati za hizi sharika ambazo ziko muntashira kwetu. Ikhwani fillah, sharika hizi hasa mutazikuta zinajihusisha na jambo la kuuzisha madawa tofauti. Yani hasba itilai, nimeona hizi sharika zimejaa katika qitaa ya kuuzisha madawa. Na hizi sharika ambazo zinatumia jambo la at-taswiq ash-shabaki au at-taswiq al-harami, maulama wameharamisha kutumika nazo. Tena maulama wengi kuanzia al-lajna ad-daima bihay'ati kibar al-ulama bilmamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah, hay'atu kibar al-ulama, jopo la maulama wa Saudia wametoa fatwa ya kuharamisha kutumika na hizi sharika ambazo zinatumia uslubu huu wa bay' ambayo ni al-bay'u al-harami. Bal majma' al-fiqh al-islami bi-Sudan vile vile aftau walitoa fatwa ya kuharamisha kuamiliana na watu hawa, wakadhalika darul ifta al-misriya, wakadhalika darul ifta al-urduniya na wengineo katika fuqaha muasirun wametahadharisha kutumika na watu hawa. Na miongoni mwa sababu ambazo wametaja ambazo zinapelekea kuharamisha kuamiliana na hizi sharikati ambazo zina hii marketing ya piramide, ambayo kuna muassis, mtu ambaye amecreate entreprise kisha akaleta watu wawili, wale watu wawili wakiuzisha profit inarudilia, nao wakileta watu wawili profit inawarudilia, na ule ambaye aliwaita na kuwaidisia. Haya ni mambo ambayo maulama wametahadharisha, na miongoni mwa sababu ni kuwa mambo haya ndani yake kuna dhulma. Anasema Allah tabaraka wa taala kama tulivyotaja, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, enyi mlioamini musile pesa au mali baina yenu mukala mali zenu kwa batil. Wataswiq wa shabaki yuaddu min akli amwali an-nas bilbatil, na hii at-taswiq ash-shabaki ni katika kula pesa za watu kwa batil. Kivipi?
حيث يستفيد من هذا العقد إلا أصحاب الشركة watu ambao wanafaidika na hizi muamala ni watu ambao walicreate hizi society wakadhalika almusawiqina alladhina ala ra's alharam na wale ambao walijiaderaka kuishi society zamani ambao huku yani wako kusomea piramidi wale watu wa mwanzo ndio ambao faida mara mingi narudilia ndio utakuta yule ambaye amecreate society ni millionaire wa tarafaere ni wa maskini kwa sababu yule ambaye amecreate society ambao ukiuza article aliyekuwa direct na percentage yule ambaye amecreate inawezekana hata kazi kaacha hata uzate na kitu nyie sasa mnaendelea mnatumika kila ukiuzisha yeye percentage na mrudilia bila kazi yoyote وهذا يعني يعد من أكل أموال الناس بالباطل. يقول الدكتور محمد بن عبد الله عابد وهو أستاذ المشارك بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى يقول إن عقد التسويق الشبكي حقيقة عقد كونترا التسويق الشبكي ambao tumetaja yatadhammanu ar-riba binawaihi imekusanya riba kwa aina zake mbili ambazo ni riba al-fadl wa riba an-nasi'a kivipi qal haythu yadfa'u al-mushtarik mablaghan kwa sababu yule ambaye anatumika katika hiyo society mshiriki mmoja anapewa pesa yake lengo yake ni nini liyahsul ala akthar minhu lengo yake apate pesa ambazo zinavuka yale ambayo amepana thumma qala fa huwa riba au qala fa huwa bay'u naqdi fa huwa bay'u naqd binaqd ma'a tafadul wa ta'khir فهو بيع نقد بنقد مع التفاضل والتأخير ni biashara ambayo ndani yake ni kuuzisha pesa kwa pesa kwa sababu mtu amepana pesa na anatarajia kupata pesa ili hali ndani yake kuna tafadhul ziada katika yale ambayo umepana wakadhalika at-ta'khir وهذا ربا المحرم بالاجماع na hii ni riba ambayo imeharamishwa kwa ijmaa kisha akasema katika kustadili na kuonesha uharamu wa jambo hili anasema Allah tabarak wa taala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru enyi mliamini hakika al-khamr ambayo ni pombe wal maisir na kamari wal ansab wal azlam ambayo ni kuabudu asiyekuwa Allah tabarak wa taala kupitia masanamu na mfano wake nasema Allah tabarak wa taala rijsun min amali shaytan haya yote ni uchafu ambao ni katika matendo ya shaytan fajtanibu muepuke yaqul wajhu dilala katika aya hii inna taswiqa ash-shabaki dakhilun fi al-maisir wal qimar hi at-taswiq ash-shabaki au al-harami inaingia katika kamari kivipi wadhālika lianna al-mushtarika na hiyo ni kwa sababu yule ambaye ni mshiriki yadfa mablaghan muhaqqiqan muqabil al-husul ala mablagh akbar mawhum au mawhum wa hadha huwa al-qimar anasema hii inaingia katika kamari kwa sababu yule ambaye amejadere anapana pesa akitarajia nini alhusul ala mablaghi akbar mawhum wa hadha huwa alqimar anatarajia kupata pesa ambazo ziko imaginaire yani anapokuja mfano anauza madawa za $100 lengo yake ni kutafuta mtu mwingine ambaye atajadere kisha akona faida kupitia yeye yani ana imagine pesa ambazo atazipata katika mustakbal ambazo ziko imaginaire na hii
يقول هذا هو القمار, hii ndio kamari yenyewe. Kwa hiyo ayuha ikhwa, hizi biashara ni biashara ambazo hazifai kuamiliana na at-taswiq al-harami. Ndani yake kuna mambo mengi ambayo hayafai, ambayo ulama wametaja, na anayetaka aelewe vizuri ahkam zinazohusu hii al-bay' al-harami au taswiq al-shabaki, anaweza kurudilia risala ambayo Dr. Muhammad bin Abdullah bin Abid ameandika, ambayo ni at-taswiq al-shabaki haqiqatuhu wa hukmu. Sheikh hafidhahullah ametaja ndani yake kwa urefu, yani ni bahth nzuri ambayo amefanya ndani yake ardh ya masala hii, akataja asli ya hii biashara imetokea wapi, ni nani kaianzisha, vile vile maulama wamesemaje na dalili zao, kisha akafanya munakasha wa yani dalili zao na tarjihat ambazo zinahusu masala hii. Kwa hiyo kiufupi, ndugu zangu, biashara hii ambayo mtu anauza yani anaenda shadere kusharika fulani, kisha baada ya hapo wanasikilizana, akileta mtu yule mtu akiuzisha kuna percentage inamrudilia. Haya ni mambo ambayo hayafai, kwa sababu ndani yake kuna madhara mengi ambazo ulama wamezitaja. Na kwa kuwa yani ili tusiwe warefu wa maalasaf, yani tumesha kuwa warefu, nilipendelea ni malizie kalima yangu ya leo na maneno yangu ya leo kuwanasihi ad-du'a wa tulabul ilm katika mji wetu wakumbuke majukumu ambayo Allah tabaraka wa taala atawauliza siku ya kiyama. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Na pindi Allah tabaraka wa taala alipochukua ahadi kwa wale ambao waliopewa kitabu kuwa jukumu lao la tubayyinunahu lin-nas, kitabu hiki na yale ambayo yamebeba katika haki majukumu yenu, la tubayyinunahu lin-nas, mutabainishia watu hiyo haki, wala taktumuna, na wala hamtaficha hiyo haki. يقول الشيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: وهذا الميثاق أخذه الله على كل من أعطاه الكتب. Hakika hii ahadi Allah tabaraka wa taala amechukua kwa kila ambaye aliyepewa kitabu, wa'allamahu al-ilma, na akamfundisha elimu, ayubayinu linnas, jukumu lao ni kubainishia watu yale ambayo wameyafahamu katika elimu, ma yahtajuna ilayhi, yale ambayo watu wanahitajia, mimma allamahu Allah, ni jukumu lao wawafundishe yale ambayo watu wanayahitaji katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliwafundisha. Bali wala yaktumuhum dhalik, bali ni haramu kwao kuficha haki ambayo Allah tabaraka wa taala aliwafundisha. Wayabkhalu alaihim, na wakawa bakhili, wa khususan idha saaluhu, pindi watakapo wauliza. Kwa hiyo ikhwani fillah, tulabul ilm wad-du'a, jambo la kufundisha watu yale ambayo wanahitajia katika dini yao na dunia yao ni majukumu ambayo Allah tabaraka wa taala qad a'taakum. Allah tabaraka wa taala amewafundisha au amewapatia majukumu hii. Watu wanahitaji wajue dini yao,
sawa katika mambo yao ya ibada kama vile swala, zaka, saum, hija, na vile vile katika mambo ya muamala kama vile biashara, mambo ambayo yanahusu biashara za halali, mambo ambayo yanahusu mambo ya arhan, mambo ya alqard wa ma ila dhalik. Katika mambo ya muamalat ni jukumu la mashekhi kufundisha waislamu, kwa sababu watu wengi wanaanguka katika mambo ya haramu bila kufahamu. So watu wana kazi ya kufundisha waislamu, mashekhi wetu mna kazi ya kufundisha watu dini yao. Darasa zetu au darasa zenu zisiishie katika mambo, yani baadhi ya mambo ukawa unafundisha watu udhu peke yake, lakini ahkamu ambazo watu hawazifahamu na ni lazima wazifahamu, tukawa mabakhili au mkawa mabakhili kwao. Ahkamu za ndoa, ahkamu za biashara wama ila dhalik. Vile vile ikhwani fillah wa bil khusus shuyukhuna wa tulab alilm katika mji wetu, fahamuni ya kuwa tuko katika zama ambazo kila siku baadhi ya watu, baadhi ya mafasik wanatafuta njia ya kuingiza Uislamu katika mambo ya haramu, na hawana njia ya kufikia Uislamu isipokuwa kupitia wale ambao Waislamu wanawazingatia kama vile ni mashekhe. Kwa hiyo msikubali watu kama wale waje kwenu kisha wawadanganye kwa wakinaisha, kisha mkajuzisha Waislamu waingie katika hizi muamala ambazo ndani yake kuna mambo yasiyofaa. Allah fi hadhihi al-umma, Allah fi hadhihi al-umma, wallahi mtaulizwa. Tusiwe kama yani hawa mashekhe ambao hawajali tena kula haramu. Kuna watu ambao wako hivyo, anaweza kaitwa mfano katika jambo fulani, anakiri kuwa jambo hili ni haramu, lakini hajali jambo la msingi apate pesa. Unaonaje mtu ambaye yuko tayari pesa ya msikiti aiuze parcel yake binafsi? Vipi aletewe watu ambao mfano watu au watu wa sharika nyingine ya muamala za haramu wampatie pesa? Unafikiri atapana fatwa ipi? Kwa hiyo tusiwe kama wale. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tahadharini na mambo haya, na vile vile mashekhe wetu na tulabul ilm wa duaa, jukumu lenu ni kubainishia Waislamu yale ambayo yanahusu mambo haya na kuwatahadharisha wasije wakaanguka katika hizi muamalati ambazo maulama wametahadharisha na kubainisha uharamu wake. Nasallallahu tabaraka wa taala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.